Aneti? Aneti? Dada? Aneti? Aneti? Binti? Hayupo. Hayupo. Nimemuondoa. Nimekwambia uondoke. He? Hivi unadhani mimi hapa nachekesha? Sichekeshi. Itajifana tia huruma. Ameenda wapi na kwa nini sijui, na nani amemruhusu kutoka hapa ndani? Usiniambie unajiandaa unataka kutoka. Vipi kuhusu nini tena? Ndio nataka kutoka. Asa unafikiri mundani tukikaa wote tu banani mundani tunakuwa nini? Unamaanisha nini sasa hiyo kuongea? Basi ushaanza hivyo. Una maana gani kuongea hivyo, unamaanisha nini? Yaani unataka kumaanisha nini? Wewe unataka kufanya kazi? Muda wote kulala tu hapo. Kazi moja tu ndio unaiweza wewe, hapo kitandani kugalauzana ndio wewe ndio hiyo. Hapo fresh. Kutafuta hela ukiamka asubuhi na umwa. Akati usiku mzima Ameenda nyumbani kwao. Nimemwambia aende. Huyo malaya mwenzio. Nini sasa? Hivi mwanamke, una kitu gani kwenye mwili wako ambacho hakipendi amani kabisa? Kwa nini umemfukuza dada wa kazi bila kuniambia? Mwalvanda, kwani hapo shida ni nini? Shida ya kumfukuza dada wa kazi bila kuniambia? Unaniambia shida ni nini wakati umeniambia umemfukuza dada wa kazi? Kwani mimi si ndo ambaye nilihitaji binti wa kazi? Na mimi ndo namlipa mshahara dada wa kazi. Na mimi ndo niliamua kumuondoa. Na mimi ndo kwa nanipikia na mtuma maji hapa, na mtuma nani samaki? Nitapika mimi, kwani kuna shida gani? Bwana, mavyakula yako nani asiyajua kama hujui kupika bwana? Yaani unamfukuza mtu ambaye alikuwa ameanza kupika vyakula ambavyo mimi na enjoy napenda, unamfukuza? Are you serious? Kwani usiseme tu kwamba unamfukuza mpenzi wangu? Kwani unadhani mimi sijui? Wewe sema unamfukuza mpenzi wangu kwa nini? Mimi najua. Sasa kwa taarifa yako, na ndo nimemfukuza na ndo hapa hayupo, na ninavyokuambia ashapanda gari na ashaondoka kwao. Kama unamtaka mfuate huko huko. Kwa sababu najua kila kitu mnachokifanya. Hivi labda kwa mfano kama mimi najisikia vibaya, nimechoka, umeamka asubuhi sasa hivi unajiandaa unataka kutoka bila mimi kukuambia, sasa hivi usingeniaga na ungejiondokea kimya kimya. Umenijulia kwa hali kwamba mimi nimeamkaje? Sometimes mtu anaweza kama amechoka, anaumwa, haujui ameamkaje, hata salamu kwako hamna kabisa, fresh unataka kujitokea afu na kukuambia kama hivyo, na inaanza kuniambia unanijibu majibu ambayo unajisikia wewe. Hayo sio ya muhimu sana. Muhimu umeamka salama. Basi mshukuru Mungu. Ngoja mimi Taila nikakutafutie hela ili ule uvae. Sawa mpenzi? Ili ukitoka hata uko nje wanawake wengine wakuone. Hapo sikia. Wajibu wako unanijibu mimi sijapenda. Kumbuka mimi ni mwanaume, wewe ni mwanamke. Inaona wanavyosema tunagarauzana, na maana huko nakoenda sasa hivi wakienda kugarauza huko ndo unajisikia fresh. Sikia. Kama unataka hii nyumba iendelee kuwa na amani, nataka huyo binti arudi hapa. Uongo. Hawezi kurudi tena hapa. Kwani kuna shida gani sasa? Shida ni kwamba una roho mbaya kama sura yako na ngozi yako mbaya. Haina shida. Alafu kingine kwambia kitu kimoja. Iko hivi, simple and clear. Kuja nikomoa, umejikomoa. Na mwaga sapampa na watakuja wengine pumbavu. Wewe.
Wewe Maruvanda wewe. Baba ana matatizo gani jamani? Huko haijalishi hata kama nagalauza huko nje, lakini unapewa hela. Ambayo pesa hiyo ndio inakulisha wewe, inakuvesha wewe. Hata ukitoka huko nje unaongeza kwa. Afa kumbe ni mpumbavu eh? Kama ungeniambia kwamba mimi sina pesa hunitaki mimi ningeshajiondokea, ningeshaondoka kitambo. Kwako nisingejisumbua kwamba hisia zangu naweka kwako. Ningetafuta mtu mwingine ambaye nitaendana naye kwa sababu mimi sina pesa. Ungeniambia wewe hauna pesa uende ukatafuta wenye pesa wenzako. Ungenichana tangia kitambo, muda mrefu kabisa ungeshaniambiaga. Sasa shida nini sasa hivi unaanza kuniambia sijui nini wenye pesa na afu sikia. Unanivunjia heshima ujue. Sije kuvunjia heshima hata siku moja na kuheshimu. Afu na unanipotezea muda tu. Sawa? Tutaonana baadaye. Maana hata sikuelewa. Alikwambia yani mapenzi bila pesa ni makelele tu. Hayana maana yoyote. Kwa hiyo karibu. Nimeshakaribia. Sasa Sophie, hivi unajiamini nini? Yaani umekaa ndani mlango umeuacha wazi. Wakikuibia. Shoga yangu. Mwizi yani atoke huko anapotoka. Hajaona nyumba aje kuiba hapa kwangu. Haya, huyo atakuwa mwizi au kibaka. Kwa kipi nilichokopa nacho huko ndani? Hemu acha mwizi. Usijishushe hivyo, hata hiyo TV pia inatosha mtu kuchukua kwenda kuuza kupata chochote kitu. Haya, tuachane na hayo. Maana sijui hata nifanyeje. Sophie, kwangu mimi mwenzio matatizo kila siku, yani kila kukicha ni afadhali ya jana. Wewe tena. Mimi wewe. Haya. Yaani ndugu yangu mimi nina matukio. Nyumba yangu ina matukio. Wewe niache tu. Sasa kuache kivipi na matukio gani? Nyoka bwana mimi nikuelewe. Mume wangu. Si nimemfumania na dada wa kazi. Hivi safari zako ambazo wao wanatoka bila taarifa. Unaweza kuniambia unaenda wapi? imetokea tu bahati mbaya. Bahati mbaya unapotoka unaweza kuniambia kwamba unatoka wapi? Au kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye unamiliki ndani na hii nyumba ni yako kwa sababu ni shamba, wewe ndio unayevaa wanaume mimi na kwa mwanamke. Basi badilisheni hata jinsia basi. Wewe mwanamume mimi ni mwanamke. Kwa sababu kila kitu unafanya wewe. Unasema hivyo mwanangu. Nimetokea tu bahati mbaya. Bahati mbaya ni jibu ulikotoka ni wapi? Yaani wewe mimi sina shida na wewe. Ni jibu ambako hapo unatoka bila kuniaga hapo unaenda wapi? Alafu nisikize kwambie kitu. Sio kwamba mimi nashindwa kuondoka hapa. Na sio kwamba nashindwa kufanya maisha yangu mengine. Ninaweza kufanya kila kitu na ninaweza kupambana nikajihudumia mimi mwenyewe na maisha yangu nikakaa mwenyewe. Kama mwanamke naweza nikatafuta mwingine na nikapata ambaye tutaendana. Kama unaona mimi na wewe hatuendani, sina shoga yangu. Sasa wewe una ndoa au una ndoano? Yaani uchafu wake anaofanya uko nje kote anafanya, lakini ameona haitoshi mpaka msichana wa kazi Sophie. Sio nimemfumania kwamba nimewakuta hivi live lakini nina kithibitisho kabisa. Kwa sababu mimi siku hiyo simu ya dada ya kazi ikawa inaita. Dada ya kazi yuko chumbani kwake. Mimi nilichokifanya nikachukua ile simu nikaipokea, halafu nikakaa kimya. Nilipokaa kimya, mama, nilichokutana nacho humo, mume wangu hana tiririka. Unajua kutiririka wewe? Yaani anatiririka kwa dada wa kazi, si ubebi, mara tukutane, si kitu gani. Yaani mpaka nikajuta kwa nini nilipokea ile simu. Hivi huyu mume wako ana akili kweli huyu? Yaani ametoka kwa huyo Aisha, haitoshi sasa hivi anakuja hadi kwa dada wa kazi. Huyo mume wako kiboko shoga yangu. Ndio maana mimi nakushauri
bora ukusanye vilago vyako uondoke kwenu. So Utakuja kufia kwenye nyumba za watu, shoga yangu. hapa ninavyokuambia, dada wa kazi nimeshamfukuza. Nimemuondoa hapa ninavyokuambia, yuko kijijini kwao. Ashaondoka. Pole. Asante. Yaani mimi nafikia kipindi mpaka sasa ingine naongea na Mungu. Yaani naongea peke yangu, nasema hivi, Mungu, wewe Mungu wewe. Hivi na mimi si mwanao pia? Si umeniumba wewe? Ni mwanamke, kunipa ndoa ni sawa, lakini ndoa hii ndoa gani ulionipa? Kila siku majanga. Hivi Sophie, naomba nikuulize swali. Ina maana hata wewe kwenye ndoa yako uenjoy? Pesa sina kazi, siwezi nifanye kitu chochote. Wewe unasikia maneno ya marafiki zako huko, sijui mashoga zako, sijui unakotokana huko, wahuni ambao unakutana nao ndio wanakufanya ujinga. Wewe nisikilize. Hauwezi kujitetea kwa namna yoyote. Mchana hapa mtu amekuja, nimekukuta na mwanaume hapa. Hivi angekuwa ni mwanaume ambaye kabisa na akili timamu angekuacha wewe? Ina maana mimi ni zuzu, ni mpumbavu, sina akili, ndio maana nimekuacha. Umerelax, unafanya mambo unayotaka, si ndio? Aisee, nikwambie kitu. Mimi nina uwezo wa kukubamiza vizuri tu hapa, nikakupiga vizuri, yaani nisikie. Naomba nijibu. Wewe sitaki kujing'ata-ng'ata. Eleza maneno. Wewe ongea, shida nini? Siongee, shida nini? Ongea. Nimetoka kwa shoga yangu. Sasa kwa shoga yako hapa kujing'ata-ng'ata nini? Umeshindwa kueleza maelezo. Yaani kila siku ni kunipiga. Kosa sio kosa, mengine ya kuongea tu unanipiga. Kwa muda fulani, yani umepozi, na maana mimi nachokuambia kina. Kama unitaki niambie basi mimi nitoke. Yaani mimi haina haja kwamba mimi napigana makelele na wewe kila siku wewe. Lakini je, mambo mengine si ni watu wazima. Afu isitoshe si ni wapenzi humu ndani. Ni mtu na mkewe. Mambo mengine ni ya kuongea tu, kuzungumza na kaisha. Sio mpaka tupigane. Wewe unataka nikupiga. Wala niko sina haja ya kukupiga kabisa. Ninachokiongea nikichukulia kwa normali. Afu na wakisema nimekupiga na swali bwana. Kuna watu wanapiga wewe. Mimi nikisema nikupige wewe huwezi kaongea hata hivyo hata kidogo. Unasema mimi nakupiga, nimekupiga hapo mimi. Sikia. Mimi ngoja nikuache na maisha yako. Mimi ngoja nipite hivi kabla nafanya hivi. Sitaki manyanyaso kwenye hii nyumba, nimechoka wewe. Vipi? Lakini si nishakuomba samahani. Wanawake mkoje? Hivi mwanaume akiwa chini hana kitu ndio mnyanyase namna hii? Ina maana na mimi nikipata umekuja kwangu nikunyanyasa kwa sababu uko kwangu? Sisi ni binadamu wote, tuchukuliane. Sawa, wewe ni mwanamke umepata unacho, na mimi nikipata mwanaume nikunyanyasa hivi? Wanawake mkipata mnasema kwamba mwanaume hatafuti, hafanyi kitu chochote. No, haiko hivyo. Lakini si nishatanguliza basi samahani. mimi naondoka, ngoja nikuache wewe hapa. Na maisha yako safi kabisa. Ukatafute bwana ambaye utaishi naye fresh. Je, bwana usifanye hivyo mume wangu. Nishatanguliza samahani, naomba unisamehe mume wangu. Please, nipo chini ya miguu yako. Naomba unisamehe, usilikuze kiasi hicho. Hata kwa nini tusikie huko kote? Naomba unisamehe mume wangu, sitarudia tena. Shoga yangu kuhusu kwenye kuenjoy. Yaani kwenye kuenjoy ndugu yangu mimi mwenzako na enjoy tena nafikishwa konako. Yaani umundani kwetu sisi wenzako tunapitia tu changamoto ya hapa na pesa, lakini kuhusu kufikishwa mume wangu nampa saluti. Tena nampa saluti haswa. Maana yake tukiwa kwenye lile tendo wenzako najihisi kama nipo kwenye dunia nyingine. Mwenzako, yaani si enjoy kwenye tendo wala si enjoy kwenye chochote. Mume wangu unavyomjua dharau zake na ubabe wake mpaka chumbani. Wewe Mpaka chumbani vile vile. Yeye akitaka ni vululu valalu, hakuna cha kuandaana, hakuna cha nini, si mke wangu kitu gani, yeye akitaka ni pa tayari kamaliza. Isije kuwa ulienda kwa mganga. Ndio maana ndoa yako inakuwa na misukosuko. Unatakiwa kama ulienda kwa mganga kumpata wewe mwanaume, bora tu urudi ukalinyo mama. Sophie, mimi tangu nizaliwe, tangu nipate akili, sijawahi kumjua mganga kienyeji. Mimi namtegemea Mungu huyu aliyotuumba. Aliyotugea pumzi, aliyosababisha mpaka leo hii mimi niko hapa nilipokuwepo. Sawa. Haya shoga yangu. Mimi ngoja niondoke bwana. Haya shoga yangu, bora unapoondoka umejiongeza, maana yake na kazi kwa Sophie, ina maana umeshaanza kunichoka. Hamna sasa hivi shoga yangu.
umebadilika sana. Hivi mimi na wewe ni mke na mume au ni kaka na dada? Kwa nini pindi ninapokupa shida zangu, ninapokuelekeza kuna kitu nakihitaji kama mwanaume, umekuwa ni mtu wa kunipa vipingamizi, mtu wa kunidanganya danganya tu? Why? Tambua mimi pia ni mwanaume, nina haki zote, ninajisikia hisia zote, lakini tunaishi kama mtu na kaka yake. Why, Sofia? Hivi Brownie, unamwelewa mtu akikwambia amechoka? Yaani utaki kuniachia hata dakika moja, nimekwambia nimechoka. Yaani kiufupi nimechoka, sitaki kujibizana na wewe leo. Sofia, umechoka. Mimi ni nani sasa? Mimi ni nani sasa humu ndani? Kuna maana gani ya hii ndoa? Sofia, tambua bila hichi kitu hatuwezi kukamilisha upendo wetu. Hichi ndio kinakamilisha sisi upendo wetu. Kuna nini haki yangu ya msingi? Okay, anyway, ulisema kwamba sometime ufanye kutokana na unajisikia njaa au chakula hamna. Lakini ona, chakula kipo ndani sasa hivi, tunakula, tunashiba. Why nikiona kuambia kuhusu haki yangu ya msingi tendo la ndoa unakuwa ni mgumu, unakuwa hutaki kunielewa, ukirudi umechoka? Why? Okay, anyway, basi niseme labda huko unapokwenda kuna mtu basi itakuwa unampa vile unavyohitaji na anakutimizia zile huduma unazozitaka, si ndivyo? Hivi unaelewa mtu akikwambia amechoka? Unaelewa mtu akikwambia hataki kelele? Mbona mimi uaga na kusikiliza ukiniambia umechoka? Lakini wewe vipi wewe? Nikikwambia nimechoka unitaki kunielewa, unataka kunisikia. Sikiliza Brown. Nimekwambia sijisikii chochote. Sijisikii kufanya chochote. Yaani hata kunyanyua mkono wangu tu wenyewe nachoka. Sijui umenielewa? Kwa hiyo sitaki kelele. Punguza ngendege zako hizo. Umechoka Sofia, tambua hii ni ndoa. Afa mimi ni mwanaume Sofia. Sofia, hii ligi unayoianzisha, hii mechi ambayo unayopambana nayo na mimi, utakuja ujutie baadaye. Sawa? Shoga yangu, kumbe umekuja jamani. Bwana hata umekuja jamani, kukunawaza na kupatia wapi shoga yangu? Kwa nini tusisameheane tu? Sameheane tu yaishi shoga yangu. Si unajua tena mimi nijua uwezi kumind mambo ya kipumbavu kama haya. We! Kwa hiyo haya unachukulia ni mambo ya kipumbavu. Kwa kuwa wewe ndio uliyofanya, si ndio? Sasa naomba unisikilize Neni. Hivi, kwani mimi kosa langu ni nini? Nilikukosea nini mimi? Mpaka unaamua kutembea na mume wangu. Na siku zile nilikuja kwa amani tu. Lakini unajifanya unakataa. Unanituliza. Usinitulize. Niache niongee. Haijalishi hapa kwako, haijalishi hapa kwa nani. Naomba niache niongee. Siku zile nilikuja ukajifanya kukataa. Sasa hapa nina ushahidi wote. Na kama unabisha nikuonyeshe. Lakini mimi nilijua shoga yangu haya yameisha. Mimi nilijua umekuja hapa tuzungumzie mambo yaishe. Alafu unakuja ni unaanza tu kupaniki vipi? Sasa naomba unisikilize. Kama unataka amani yetu irudi kati yangu mimi na wewe, naomba uachane na mume wangu Aisha. Naomba uachane na mume wangu.